1 Thessalonians chapter number 4 and 13 to 18. Nilianza kunena kuhusiana kitabu cha Thessalonike wa kwanza mlango 4 kuanzia mstari wa 13 hadi 18. I did not have time to speak about what is the title of the message, Sikuwa na wakati wa kunena kuhusiana na mada ya ujumbe huu ni upi, because I needed to open it up. kwa sababu nilihitajika kuifunua zaidi. And where I had literally edged into towards the end of that sermon last Sunday, Na mahali ambapo nilielekea kuelekea mwisho wa mahubiri ya Jumapili ambayo imepita, that became the message that we are literally working on. hiyo ikafanyika ujumbe ambao kimsingi tunafanyia kazi. What it means to be a family of God. Ni nini inamaanisha kuwa familia ya Mungu? What does it really mean to be a family of God? Inamaanisha nini kuwa familia ya Mungu? I know people love their families. Ninajua watu wanapenda jamii na familia zao. I know people love associating themselves with their families. Ninajua watu wanapenda sana kujihusisha na familia zao. People love calling themselves after their family names. Watu wanapenda sana kujiita baada majina ya familia. People, when they edge into an open conversation and an open forum, and probably they are with their family, they will never end the conversation before they introduce their families. Watu wanapoenda katika mazungumzo ya hadhara, hawezi maliza mazungumzo kabla wajitambulize na familia zao. Just to let you know how really a thing it is when you belong in a family. Ili kusababisha ujue inamaanisha nini wakati ambapo uko katika familia. Because a family is really a place to pride in. Kwa sababu familia kwa hakika ni mahali pa kufurahia. Is a place to always show your finger to and say, that's where I belong. Ni mahali ambapo kila wakati unakonyezea mkono kidole chako na kusema kwamba hapo ndipo kwangu. It's a place you actually relate with. You relate with a lot of joy and with a lot of laughter in your heart. Ni mahali ambapo unahusiana nao kwa furaha mingi sana katika moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. So family can be many things the way men would choose to say it. Familia inaweza kuwa mambo mingi kabisa jinsi ambavyo wanadamu wanaweza chagua kuisema. It's a place we are associated to. Ni mahali ambapo tunahusishwa nayo. It's a place you are linked to. Ni mahali ambapo unahusishwa nayo. You become a member of a family, a member. So you are a member of that family. Unafanyika moja wa familia, unafanyika moja katika hiyo familia. I mean, you are affiliated, you are associated to that family. Unahusiana, uko na mahusiano na hiyo familia. You are a constituency of that family. Wewe ni moja hiyo familia. Just trying to unravel what that is. Kujaribu kufunua hiyo inamaanisha nini. But in the context of the scripture that we read, Lakini katika muktadha wa andiko ambao tulisoma, allow me read it again today. niruhusu nisome tena leo. This is NIV. Hii ni tafsiri ya NIV. Let us read together. Wacha tusome pamoja. This is 1 Thessalonians chapter number 4 from verse 13 all the way to 18. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa 13 hadi 18. I will quickly just do a recap and get to where I need to start. Nitafanya marejeleo kwa haraka kisha nifikie mahali ambapo nataka So kuanzia. please follow me, I beg you. Kwa hivyo nifuate na kuomba. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Lakini ndugu, hatutaki msijue kuhusu wale waliolala mauti, ili msihuzunike kama watu wengine wasiokuwa na tumaini. I want you to pay keen interest on the first statement in that scripture. Ningependa uweke umakinifu wako mkubwa katika kaulio ya kwanza katika andiko hilo. Because the Lord was not in his own mind. Kwa sababu Bwana katika mawazo yake mwenyewe, Hakukuwa kwa mawazo yake tu mwenyewe. hakukuwa katika mawazo yake tu But there mwenyewe. is a reason why he began by saying brothers and sisters. Lakini kuna sababu ambayo kwayo alianza kwa kusema ndugu na dada. So in this context that we have begun to unravel, our peak of the moment is that word brothers and sisters. Kwa hivyo mahali ambapo tumeanza kufunua jambo ambayo inaibuka na jambo ambayo tunapaswa
kuibua ni ndugu na dada. Take me ahead. Nipeleke. Verse 14. For we believe, for we believe, for we believe. Tell somebody, for we believe. Kwa kuwa tunaamini. Ambia mtu kwa kuwa tunaamini. For we believe. Kwa kuwa tunaamini. Because it is on the premise of believing that you become a brother and a sister. Kwa ni katika nguzo ya kuamini ndipo tunafanyika ndugu na dada. And he says, for we believe that Jesus died and rose again. And so we believe. For we believe and so we believe. For we believe and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Hata hivyo Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mauti katika yeye. Please go back because I just want to pull out that statement. He says, for we believe, so we believe. Kwa kuwa tunaamini. For we believe, so we believe. Kwa kuwa tunaamini, kwa hivyo tunaamini. Hallelujah. 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 It is on the premise of believing. It is on the premise of believing in Jesus that we become brothers and sisters. Ni katika nguzo ya kuamini, ni katika nguzo ya kuamini ambapo tunafanyika ndugu na dada. He says, for we believe. Anasema kwamba kwa kuwa tunaamini. And so we believe. Na kwa hivyo tunaamini. For we believe that Jesus died and rose again. Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka tena. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. For we believe, so we believe. Kwa kuwa tunaamini, kwa hivyo tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Hata hivyo Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mauti katika yeye. Verse 15. Mstari wa 15. According to the Lord's, I love the other one that says, according to the Lord's own word. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe. He says, according to the Lord's word. Anasema kulingana na neno la Bwana mwenyewe. We tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai, tutakaobaki hadi kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wale waliolala mauti. Please tell your neighbor, be awake. Ambia jirani yako kuwa macho. For the Lord himself, that's a big statement. That's a wondrous statement. That's a mind-boggling statement. For the Lord himself. Kwa maana Bwana mwenyewe ni kauli kubwa kabisa. Atatumana. He will not send an agent. Atatuma malaika. On this day. Katika siku hii. The Lord himself. Bwana mwenyewe. Mwenyewe kwa mwenyewe. Bwana mwenyewe. For the Lord himself will come down from heaven. Anasema kwamba kwa maana Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni. With a loud command. Akitoa amri kwa sauti kuu. With a loud voice of the archangel and with the trumpet call of God. Pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu. And the dead in Christ will rise first. Na wale waliolala mauti wakiwa wanamwamini Kristo watafufuka kwanza. If I were you, when I meet that word for the Lord himself, I pluck it out because that's a statement. Kama ningalikuwa nikikutana neno hili kwa maana Bwana mwenyewe napigia mstari kwa sababu ni kauli kubwa kabisa. That this is the issue or an item within the calendar of God that would allow God to leave his throne and come down. Ya kwamba ni siku katika kalenda ya Mungu ambaye tamruhusu Mungu atoke katika enzi yake na ashuke chini. Yes. Ndio. 17. After that, we who are still alive and are left will be caught up. Again, if I were you, when I meet that word, caught up, I pull it out because that's a big statement. Baada hilo sisi tulioi bado tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Kama ningalikuwa nikikutana nayo ile kunyakuliwa na lipigia mstari. Because that word caught up now represents the word rapture. Kwa sababu neno ile kunyakuliwa sasa. The word caught up represents the word rapture. Neno ile kupatikana pamoja inawakilisha unyakuzi. Because you not find the word rapture in the church. Kwa sababu neno ile unyakuzi wa kanisa.
After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And so, this scripture normally crushes my heart. And so we will be with the Lord forever. This is Revelation 21 being fulfilled. Baada hilo sisi tulioi bado tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ili andiko kitabu cha Ufunuo mlango 21 inatimilizwa. Well, because it's saying, and so we will be with the Lord forever. Please tell your neighbor. And so we will be with the Lord forever. Kwa sababu anasema kwamba hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. And so we will be with the Lord forever. That's the reason we come to church. That's the reason we are born again. That one day we may be with the Lord forever. Kwa hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Hiyo ndio sababu tunakuja kanisani. Hiyo ndio sababu tunaokoka. Ili kwamba siku moja tukawe pamoja na Bwana milele. Hallelujah. Hallelujah. He's literally quoting Revelation 21 and verse 3 that says that finally the dwelling of God has now become the dwelling of man. Finally we will be with the Lord forever. Because the dwelling of God will become the dwelling of man. Kimsingi ananuku kitabu cha Ufunuo mlango 21 mstari wa 3 mahali ambapo anasema kwamba makazi ya Mungu sasa itakuwa makazi ya wanadamu kwa sababu tutakuwa pamoja na Mungu milele. Hallelujah. Hallelujah. But if you can think at the back of your mind Ya kwamba that there is a day that is coming, ya kwamba kama unaweza kufikiria nyuma mawazo yako ya kwamba kuna siku ambayo inakuja that I will be ya kwamba where nitakuwa God is, mahali ambapo Mungu is where wako I will be. ndio mahali ambapo Then nitakuwa. everything else Basi kila that kitu can kingine confuse me on ambayo this inaweza way, kunichanganya I katika better njia deal with it hii. now Afadhali and nishughulikie throw it sasa away, na kuitupa because I nje. cannot Kwa compare sababu siwezi being with the kulinganisha Lord kuwa na with Mungu anything na else. kitu Because if kingine you chochote. find the Lord, you have found it all. Umepata yote. Meaning everything you are looking for, if you are looking for A and looking for B, and the Bible tells me and you, when you find the Lord, you have found it all. Why should I look for something else? Should I not look for this God who has everything I'm looking for? Kimsingi wewe unatafuta kitu lakini Bwana anasema kwamba ukimpata umepata yote na tena iko kitu kingine chochote na nimfuate Mungu ambaye nikimpata nimepata yote. He says, Anasema after that, baada hiyo okay, this is another powerful scripture again. Wow. ini andiko nyingine lenye nguvu kabisa. Verse 18. Mstari wa 18 And it says, anasema on the account of all those things, katika habari ya mambo haya yote being caught up, kuchukuliwa being with the Lord forever. kuwa pamoja na Bwana milele Hallelujah. And all the above. na yoyote aliyoko hapo juu. He says, Anasema therefore, kwa hiyo encourage one another with these words. farijianeni kwa maneno haya. That when you catch these words Ya kwamba ukishika maneno haya and encourage your brother with them, na uimize ndugu yako and pamoja encourage your nayo sister with na them, ufariji dada yako and pamoja encourage nayo everybody you meet who is born again with na them, ufariji kila mtu ambaye ameokoka pamoja nayo. this is the greatest hope we have. Hili ndilo tumaini kubwa zaidi ambayo tuko Encourage nayo. one another with this word. This is the hope we have. Farijianeni kwa maneno hayo. Hii ndio tumaini ambayo tuko nayo. Hallelujah. Hallelujah. This is the hope we can catch like Hii this ndio tumaini ambayo tunaweza shika namna hii. and physically and tangibly feel it, that there's a day that is coming when you finally be with the Lord forever. Kuishika na kuhisi kiasili ya kwamba kuna siku ambayo inakuja ambayo utakuwa pamoja na Bwana milele. So you can walk against every confusion. You can walk against every madness of this life. You can walk against every ideologies of men and walk out the idolatry of God, which is finally saying there is a day that is coming when we will be with the Lord, not for a moment, but forever. Unaweza fanya kazi dhidi ya kila kuchanganyikiwa wanadamu. Unaweza fanya kazi dhidi ya kila wenda wazimu wa wanadamu. Unaweza fanya kazi dhidi ya kila maarifa ya wanadamu. Na
Hallelujah. Hallelujah. Somebody clap to Jesus. Tupigia Yesu makofi. And tell Jesus right at the bottom of your heart, I desire to see that day. Na mwambie Yesu katika vilindi ya moyo wako ya kwamba ninatamani kuona siku hiyo. Help me see that day. Nisaidie nipate kuona siku hiyo. Hallelujah. Hallelujah. And so, Na kwa hivyo, last Sunday, Jumapili iliyopita we found ourselves at a place where we were saying things. tulijipata mahali ambapo tulikuwa tukisema mambo. He calls them brother and sister. Anawaita ndugu na dada. And we also found out Na pia that tuligundua these people he calls brother and sister, ya kwamba watu ambao anawaita ndugu na they dada are also called ecclesia, pia wanaitwa eklesia, meaning kumaanisha separated. waliotengwa, They are set apart. wamewekwa They are kando, consecrated. wametiwa wakfu, They are called out. wameitwa kando. If you look at in the Greek language and the Hebrew language, that word ecclesia, it means called out. Ukitafuta maana neno katika lugha ya Kigiriki ama Kibrania inaleta maana ya kutengwa, kuwekwa kando. Actually in Greek it's called. You see the word ecclesia, called out. Katika Kigiriki eklesia inamaanisha kwamba kuitwa. But in the Hebrew, it's an assembly. Lakini katika lugha ya Kibrania ni jumuiya. And that's why the parliament of Israel is called Knesset. Ndiposa ile bunge la Israeli inaitwa Knesset. It comes from the word church, Inatokana neno kanisa, meaning to assembly, to gather, assembly, Knesset. kumaanisha jumuiya, kukusanyisha pamoja. Hallelujah. Hallelujah. And so we found out Na kwa hivyo tuligundua that these people who are called brother and sister, their other name is ecclesia. tulipata gundua kwamba watu ambao wanaitwa ndugu na dada jinao jingine ni eklesia. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, I am watching on you. Ambie jirani yako ninakutazama. I gonna take you 100 if you sleep. Ninaenda kupeleka 100 ukilala. So, in other words, Kwa hivyo kwa maneno mengine we found out tulipata kugundua that in this conversation, I am not going back to what I said last Sunday. ya kwamba katika haya mazungumzo, sirudi kwa kile ambacho nilisema Jumapili ambayo imepita, You begin to realize unaanza kugundua that in the manner of introducing brothers and sisters, ya kwamba katika njia ya kuwatanguliza ndugu na dada, in other words, kwa maneno mengine, God Jehovah Yahweh is literally introducing the understanding that we belong to God's family. We belong to God's family. Tell somebody you belong to God's family. Are you aware you belong to God's family? Are you aware you are of God's family? Are you aware you are not of this family here on earth? You are of God's family. Mungu kwa maneno mengine anatanguliza kwamba wewe ni wa familia ya Mungu. Je, unajua kwamba wewe ni wa familia ya Mungu? You belong Wewe ni wa familia. to God's family. You belong. Wewe ni wa familia ya You Mungu. are a possession of God's family. Wewe ni sehemu ya familia ya You are a Mungu. constituency of God's family. Wewe ni wa familia ya You Mungu. are a treasured possession of God's family. Wewe ni hazina You iliyoandamana ya are a familia ya belonging Mungu. of God's family. Wewe ni wa familia ya Mungu. You are not your own. Wewe si You wako belong to mwenyewe. God's family. Wewe ni wa familia ya In other Mungu. words, when they start counting God's family, you are among God's family. You belong to God's family. Kwa maneno mengine, anapoanza kutanguliza familia ya Mungu, wewe ni mtu katika familia ya Mungu, wewe ni miongoni katika familia ya Mungu. But the question is, do you really belong to God's family? Lakini swali ni, je, kwa hakika wewe ni familia ya Mungu? Because it's possible you are there and you do not belong. You belong, meaning you... I don't want to say you have shares, because that's now political and all that. I literally want to say you belong, you own a portion in God's family. Wewe uko na sehemu katika familia ya Mungu. When you are within the register of God's family. You are within the books of God's Uko family. katika sajili na vitabu ya familia ya Mungu. And that's all. The Lord, bring me back to verse 13. Nirudishe katika mstari wa 13. When he begins to say, brothers and sisters, Wakati ambapo anaanza kusema ya kwamba ndugu na dada, he is introducing that we belong to God's family. anatanguliza ya kwamba sisi ni wa jamii, familia
Mungu. Let me just help you. And this conversation is quite wide in the holy word of God. Na hii mazungumzo ni pana kabisa katika neno la Mungu. Please take me to 1 John chapter number 4 and verse 20 to 21. Nipeleke katika kitabu cha Yohana kwanza mlango wa 4 mstari wa 20 hadi 21. Just to let you know that this conversation, Ili kupata kuwajulisheni ya kwamba ya mazungumzo. look what he says here. Tazama kile ambacho anasema hapa. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Ikiwa mtu atasema nampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake, yeye ni muongo. Even in this conversation, in this scripture, God is introducing God's family. That if you hate a brother or a sister, you are a liar. Because a brother or a sister is God's family. For whoever does not love their brother or sister whom they can see, cannot love God whom they cannot see. Hata katika andiko la Bwana natanguliza familia ya Mungu. Anasema ya kwamba ikiwa mtu atasema ya kwamba nampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake, yeye ni muongo. Kwa maana kila mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona, atampendaje Mungu ambaye hamuoni? Hallelujah. Hallelujah. I may not have many words to say, but I can almost overwhelm myself. But when he begins to speak about the tenets of love in the house of the Lord, he brings in God's family. That a true God's family is a family that loves one another. What portends in that family is the epitome of the greatest epitome of love. Anapoanza kunena kuhusiana na familia ya Mungu, analeta ndani upendo. But for him to complete the statement that there is a brother and a sister, for you to be a brother and a sister, there must not be a seed of hate in you. If there is anything, the seed of love is what needs to propel your heart. Kwa kuwa ndugu na dada, akustahili kuwa ile mbegu ya uchuki kati yako na ndugu yako. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I am just pulling out scriptures that denote this statement, brother and sister. Ninaibua tu maandiko ambayo inaelezea kauli ili ndugu na dada. Then I can move on. Alafu kisha nitapata kuendelea. I may not have. Look at Romans 12 and verse 1 again. Tazama kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza tena. When he begins to speak about the mercies of God, and he begins to speak about the sacrifice, the living sacrifice, he says, before you become a living sacrifice, you must become a family of God. Wakati ambapo anaanza kunena kuhusiana na dhabihu iliyo hai, kabla uwe dhabihu iliyo hai, kwanza lazima uwe wa familia ya Mungu. He says, therefore I urge you, brothers and sisters. Kwa hiyo ndugu zangu na wasihi, anasema ndugu na dada, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. That proper will only begin at the point of being a true brother and sister, at the point of truly belonging to the Lord. The true sacrifice before the Lord will only be accomplished at the point of being a true belonger of the family of God. Kwa rehema zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. Dhabihu kamilifu na dhabihu iliyo hai itatokana tu katika mahali ambapo unafanyika kwa familia ya Mungu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bwana asifiwe. I may not be able to pull out all the scriptures. Let me just give you go and read. Matthew 25 and verse 40. Uenda nisikuwe na muda kuibua maandiko hizi zote, lakini nitawapatia muda mpate kuzisoma wenyewe. Kitabu cha Mathayo mlango 25 kuanzia mstari wa 40. Just give me that I read. It's very powerful because it's talking about the 7 pillars the mega prophets introduced on matters evangelism. Nisaidie nifungulie kwa sababu ni nguvu kabisa, inainua zile nguzo 7 ambao manabii zaidi wa Bwana walileta kuhusiana na uinjilisti. Matthew 25 and verse 40. Kitabu cha Mathayo mlango wa 25 kuanzia mstari wa 40. It says, Nasema, the king will repay
Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Naye mfalme atawajibu, amin, amin nawaambia, kwa jinsi mlivyotendea mmojawapo wao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. He says, the king will reply. Anasema kwamba mfalme atajibu, truly I tell you, amin, amin nawaambia, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Kwa jinsi mlivyotendea mojawapo wa ndugu zangu na dada zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Because the conversation of this scripture is where we go and see them in hospital, see them in prison, see them when they are sick, see them when they are hurting, see them when they are going through things. He's saying, hallelujah, that out of that you did not do it to somebody else. When you're doing it to your brother and sister, you did not just do it to them, but you did it to Jehovah himself. Mazungumzo katika andiko ni mahali ambapo unaenda kuona wakiwa kwenye gereza, unaenda kuona wakiwa pale pale hospitalini, unaenda kuona mahali ambapo wanaugua. Anasema kwamba wakati ambapo ulifanya hivi kwa wao wadogo, ulinifanyia mimi, au kuwafanyia tu hao, bali ulinifanyia mimi pia. Galatians 6 verse 1. Wagalatia mlango wa 6 mstari wa kwanza. Philippians 4:8. Wa Filipi 4 mstari wa 8. Can I do this? Wacha nifanye hivi. Pastor Ronald, open for us Galatians 6 verse 1. Mchungaji Ronald, tufungulie Wagalatia 6 kwa mstari wa kwanza. Overseer, I know we want to write, but let me just distort you a bit. Open for me. Open for me, because I want to finish. Open for me Philippians 4:8. And Overseer James, open for me 1 Corinthians 5:11. And Overseer Faith, open for me Hebrews 13:1. And Overseer Robinson, open for me James 4:11. And Pastor Tune, open for me Mark 3:35. And a microphone pass there like umeme. Kipaza sauti pite pale kama umeme. You can start with whoever is ready. Na wewe unasoma haraka. Galatians chapter number 6 verse 1, the Bible says, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Biblia inasema, ndugu zangu, ikiwa mtu amegalifika akatenda dhambi, basi ninyi mlio wa roho ni mrejesheni upya mtu huyo kwa roho ya upole. Make sure it is NIV. Hebrews 13 verse 1. Waibrania 13 mstari wa kwanza. Keep on loving each other as brothers. Read again. Hebrews 13 verse 1. Keep on loving each other as brothers. Biblia inasema upendo wa kidugu na udumu. Philippians chapter 4 verse 8 says, Finally, NIV. Yes, NIV. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Wa Filipi 4:8 Biblia inasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo na sifa njema, yoyote yaliyo na haki, yoyote yaliyo safi, yoyote ya kupendeza, yoyote yenye staha, ukiwako uzuri wowote, pakiwepo chochote kinachostahili kusifiwa, tafakarini mambo hayo. Brothers and sisters, Ndugu na dada, are we done? James 4:11. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. Yes, brothers and sisters, they do not slander. Biblia inasema, ndugu, msineneane mabaya ninyi kwa ninyi. Mtu yeyote anayesema mabaya dhidi ya ndugu yake haukumhukumu, anasema dhidi ya sheria na kuihukumu.
Brothers and sisters, Ndugu na dada, that's all I'm struggling to do. hiyo ndio yote ambayo nang'ang'ana kufanya. Hallelujah. Haleluya. 1 Corinthians 5:11 says, I'm writing to you that you must not associate with any who claims to be a brother or a sister, If anybody claims to be a brother and sister and is not, Kama mtu yeyote anadai kwamba yeye ni ndugu ama dada na yeye sivyo, but is sexually immoral or greedy, an idolater or slanderer, a drunkard or swindler, do not even eat with such people. so you cannot claim to be a brother and sister. You cannot claim. Kwa hivyo kama huwezi kudai kuwa You ndugu cannot na have dada, ownership in that name if you are not. hauwezi kuwa katika hiyo jina kama wewe sivyo. Biblia inasema, lakini sasa nawaandikia kwamba msishirikiane na mtu yeyote anayejiita ndugu hali akiwa ni mzinzi au mwenye tamaa mbaya, mwabudu sanamu au msingiziaji, mlevi au mdhalimu. Mtu kama huyo hata msile naye. Hallelujah. Haleluya. Mark chapter 3, let me start from 34 to 35. Then he looked at those seated in a circle around him and said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sister and mother." Yes. Whoever does God's will is my brother and my sister and my mother. Yule atendaye mapenzi ya Mungu ndiye ndugu yangu, ndiye dada yangu, ndiye mama yangu. It's not for anybody. Si kwa mtu mwingine yote. No, Hapana. it is not. Si kwa mtu mwingine yote. So I just needed to propel you into. Do you have New Living Translation? Je, uko na tafsiri ya New Living? Give me 2 Peter 1 and 10 to 11. Please mark the version. Tafadhali nukuu hiyo tafsiri. This is the New Living Translation. Hii ni tafsiri ya New Living. Yes, powerful. Ya nguvu kabisa. So, dear brothers and sisters, Kwa hiyo ndugu zangu na dada zangu, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. fanyeni kila bidii kudhibitisha kwamba nyinyi ni miongoni mwa watu ambao Mungu amechagua na kuteua. That when it comes to proving that you have really been called and chosen of God, you must work hard. Yeah. For you to prove that you are a brother and a sister, you must work hard. Ya kwamba inapofanyika kudhibitisha kwa wewe ni ndugu na dada, lazima ufanye kazi kwa bidii. So not everybody is a brother and a sister. You must work at it for you to actually establish to everybody that for me I am a brother and a sister. He says, so dear brother and sister, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Anasema, kwa hiyo ndugu zangu, fanyeni kila bidii kudhibitisha kwamba nyinyi ni miongoni mwa wale ambao Mungu amewaita na kuwateua. And working hard to prove that you have been called and chosen. When you do this, you will never stumble or fall away. You will remain established until eternal. Kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba nyinyi wale ambao Mungu amewaita na kuwateua. Kwa maana mkifanya hivyo, hamtajikwaa kamwe. Verse 11. Mstari wa 11. God will open wide the gates of heaven for you to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. If you work hard to prove that you are truly a brother and a sister, chosen and called, the next thing that happens to you, a big door of heaven will be opened for you. Ukifanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba umeteuliwa wewe ni ndugu na dada, Mungu atafungua mbingu wazi kubwa sana kwako. Please let us read together there. Tafadhali wacha tusome pamoja pale. Tell your neighbor, read together with me. Ambia jirani yako, soma pamoja nami. Let's go. Wacha tuende.
Hebu rudi chini sasa, tuende kuanzia mbele mpaka chini. Let's go. Tell your neighbor, doing this. Tell your neighbor for me, doing this. Ambia jirani, doing this jamaa. Hii kitu ukiifanya. Hii kitu ukiifanya. Hautafanya nini? No, do what? Stumble or? No, stumble is like this. Then fall is completely. You will not stumble or you will not fall. When you do what? Do this thing. And he says, when you do it, what happens in the next verse? Hakuna watu wako na midomo hapa. I want you to understand that this matter of becoming a brother and a sister, ya kwamba swali la kufanyika ndugu na dada sio ya kukula ugali hapa sababu unakuanga ndugu yangu niangalilie kitu kidogo hapo. It's not that one. Sio hiyo. Brother, they now want something from you. Brother, si unajuanga tu, unajuanga the young people. So, no, he's saying this thing of brother and sister is the key that will open the kingdom of God for you. Ya kwamba swali la ndugu na dada ndio funguo ambaye itafungua ufalme wa mbinguni kwa ajili yako. If anything, this is the key you need, that you need to be a true brother and sister in the house of the Lord. Yeah. When you become a true brother and sister in the house of the Lord, you own the door. You own the keys of the door of the kingdom of God. Ya kwamba kama kuna chochote ambacho unahitaji katika nyumba ya Mungu ni kuwa ndugu na dada wa kweli, kwa sababu unapofanyika ndugu na dada uko na ufunguo katika ufalme wa mbinguni. Actually, when I was just running through this thing, I almost blew up my mind because I found out this thing is very huge. Nilipokuwa napitia ujumbe karibu tu akili yangu ilipuke, kwa sababu niligundua kwamba ujumbe ni mkubwa kabisa. Very big. Kubwa kabisa. This is what the church needs. Hichi ndicho kanisa inahitaji. This is what families that are born again in the church need, to be true brothers and sisters. If we become true brothers and sisters, we will see the revival of the Lord. We will see the power of the Lord. We will see the move of the Lord. We will see the big, humongous blessings of the Lord in our midst, because that is the key. Hichi ndicho kanisa, hichi ndicho familia zinahitaji, kwa sababu tutapofanyika ndugu na dada wa kweli, tutaona uvuvio mkubwa kabisa katika kanisa. Many churches are hurting and are dry and nothing because they have no brotherhood and sisterhood that embeds itself from the kingdom of God. It is not there. Makanisa mengi zinaumia kwa sababu hawajakuwa ndugu na dada wa kweli ambao zinaelekea katika ufalme wa mbinguni. Many families are in shambles and everything because the true brotherhood and sisterhood that embeds from the holy word of God is zero. Watu wengi, familia mingi na ndoa nyingi zinaporomoka kwa sababu ndugu na dada ile ya kweli ambayo inatoka kwa neno la Mungu haipo. Hallelujah. Hallelujah. When you read from John 14 and verse 1 to 3. Unaposoma kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa 1 hadi 3. If you can take me there. Ukiweza kunipeleka pale. He says, do not be troubled. You trust God. Now trust in me. Anasema ya kwamba Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini Mungu, mniamini mimi pia. Therefore, okay, sorry. Please follow me. There are many rooms in my Father's home. Tell somebody, my Father's home. Nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi. Ambia jirani yako makao nyumbani kwa baba yangu. When he's now talking about the family of God, he brings in the Father's home. Wakati sasa ananena kuhusiana na nyumba ya baba.
familia ya Mungu, wakati ananena kuhusiana na familia ya Mungu, he takes it a notch higher. anaipeleka kiwango cha juu zaidi. And now he says, Na sasa anasema, there are many rooms in my Father's home. kuna makao mengi katika nyumba ya baba yangu. Nyumba is very easy, but home is powerful. Katika makao ya baba yangu. Katika boma ya baba yangu, maybe that's powerful. Katika boma la baba Because yangu. he's now saying, Sasa anasema, in my Father's home, katika boma la baba yangu, I am going to prepare a place for you. ninaenda kuandalia makao. If these were not so, I would tell you plainly. Kama ingalikuwa hivyo, singewaliwaambia waziwazi. Please take me last. When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. Again, Revelation 21 verse 3 is in the works. Nami nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mali nilipo nanyi mpate kuwepo. Kitabu tena cha Ufunuo mlango wa 21. Hallelujah. Hallelujah. But look here, what do I want to pull there? He's talking about our Father, my Father, and your Father. Our Father, my Father, and your Father. Our Father's home. Please make sure people, I am coming back. I can see this thing is still coiling here. He's saying, our Father, my Father, your Father. Anasema baba yetu, baba yangu, baba yenu. You see ownership, you see intricacies. I mean, you see closeness, you see the tightness. He says, our Father, my Father, your Father. Unaona ule ukaribu ambao analeta, na anasema kwamba baba yangu, baba yenu na baba yetu. Hallelujah. Hallelujah. He says, take me back to that scripture again. Nirudishe katika andiko hilo tena. He says, there are many rooms in my Father's home. Nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi. My Father's home. Our Father's home. Your Father's home. When people talk about their fathers, they know that their fathers can beat everybody on the world. They know that some little babies and young people say, we, unajua baba yangu ana pesa mingi. They believe their father is the one who owns all the monies. Nyumbani kwa baba yangu, nyumbani kwa baba yenu. Watu wanaposema kwamba baba zao, unajua kwamba baba zao wanaweza pigana na kila mtu mwingine yote. The connection between a son and the father, or a daughter and the father, if you touch it, you die. Ile kiunganisho kati ya mwana na baba, kati ya binti na baba, ukiguza unakufa. And so he's saying, our Father, your Father, our Father. I mean, our Father, your Father, my Father. Na kwa hivyo nasema kwamba baba yetu, baba yenu na baba yangu. Hallelujah. Hallelujah. New Living Translation, John 20 and verse 17. Very, very fast as I try to lay the landscape for this matter. We belong to the family of God. That's all I'm trying to literally lay the landscape. Tafsiri ya New Living, kitabu cha Yohana mlango wa 20 kuanzia mstari wa 17. Don't cling to me, Jesus said, for I haven't ascended to the Father. Yes. I haven't ascended to the Father. Yesu akawaambia, msinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba. But listen to this. Lakini sikiza hili. But go find my brothers. Lakini nenda kwa ndugu zangu. That is Jesus saying, go find my brothers. Huyo ni Yesu anasema, lakini nenda kwa ndugu zangu. I have two jobs of waking people up and preaching the holy word of God. I will do it. Nina kazi mingi ya kuamsha watu na pia kuhubiri neno takatifu la Mungu, nitaifanya. He says, but go find my brothers and tell them that I am ascending to my Father, your Father, my God, your God. Lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu. Just read what that is what my heart is looking for.
To my father, you are father. To my father, you are father. Kwa baba yangu na kwa baba yenu. Ninaenda kwa baba yangu na baba yenu. To my father, you are father, my God, and you are God. Ninaenda kwa baba yangu na baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody clap to Jesus. Tupigie Yesu makofi. If you don't enjoy shauri yako, Usipofurahia shauri yako. shauri yako zero. Zero. Tell your neighbor zero shauri yako. Umekuwa baba zero ama mama zero shauri yako. If you don't enjoy shauri yako. Usipofurahia shauri yako. Can you imagine he's saying, Waweza wazia sema, ngoja tu kwanza. Nimemaliza hii vita, nimefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ninaenda kwa baba yangu, kwa baba yako, kwa Mungu wangu na Mungu wako. Ninaenda kwake kwanza. Wacha niende kwake kwanza. Lakini ambia mandugu zangu ninaenda wapi? He says, but go find my brothers and tell them that I'm ascending to my Father. You are Father, my God. You are God. Enenda kwa ndugu zangu kuambia kwamba ninapaa kwenda kwa baba yangu na baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Raising, belonging to the family of God. Akinua kwa familia ya Mungu. That as he's resurrecting, ya kwamba anapofufuka, when he defeats death, wakati anashinda mauti, and comes out of the tomb, na anafufuka kutoka kaburini, before he gets there, kabla aende pale, these are the first words he says. ndio maneno ya kwanza, rising, belonging in the family of God. Akinua kwa familia ya Mungu. Because that is what he came to do. Kwa sababu hicho ndicho when he went to the cross, he came to raise the family of God. He came to raise a people that belong to God. That is what he came to do at the cross. Hallelujah. Hallelujah. That the battle Jesus was fighting at the cross was raising a family that belongs to God. He was raising brothers and sisters. Hallelujah. Ya kwamba kazi ambayo Yesu alikuwa anakifanya pale msalabani, alikuwa akinua watu wa familia ya Mungu. Alikuwa akinua watu ambao wanaitwa ndugu na dada. I don't know whether you still believe this is just a word you play around with in the village or in your house. It's now not that word. Sijui kama unaamini kwamba ili bado ni ile neno ambalo unacheza nao tu kule katika mali pa mashambani, sio hiyo. When you come in the house and say, Brother Michael, praise the Lord. Do you know what you're saying? Unapokuja na kusema kwamba ndugu Michael, Bwana asifiwe, je, unajua unasema nini? When you say sister so and so, do you know what you're saying? Wakati unasema dada fulani wa fulani, je, unajua kile ambacho unasema? Hallelujah. Hallelujah. Do you really know what you're saying? Je, kwa hakika unajua kile ambacho unasema? He's saying, anasema, this thing is not a shock. Ya kwamba jambo hili si mshangao. This thing is not a joke. Jambo hili si mzaa. When he says, wakati anasema, this thing we say, praise the Lord, Sister Irene. Praise the Lord, Brother Rogers. Praise the Lord, Sister John. Brother John. It is not a walk in the park. You are saying we are joined together for eternity. Jambo hili ambalo nasema kwamba dada Irene, Bwana asifiwe, ndugu John, Bwana asifiwe, si jambo rahisi tu. Haumwambii ati ndugu yetu dunia kukula ugali hapa na mboga na kukula chit. Hapana, hiyo hapana. Hiyo ndugu na dada wetu hii inaishia mbinguni. That's what you're telling him. Hiyo ndugu na dada inaishia mbinguni, hichi ndicho unachomwambia. We are tied together for eternity. So there is nothing that should separate us. Tumeunganishwa pamoja hadi milele, kwa hivyo hakuna chochote ambacho kinahitajika kututenganisha. That's why there are no Greeks, there are no barbarians, there are no Scythians. Everybody is a son and a daughter of God. When you become a brother and sister, you are tied together for eternity. Please throw away those other things. Hakuna Myahudi, hakuna watu mataifa, mumeunganishwa pamoja kwa ajili ya milele. Tafadhali tupilia mbali vitu hivyo vingine vyote. There's nobody
nobody from Kisumu. There is nobody from Central. There is nobody from where. There is nobody who wants a billion shillings. No, everybody house of the Lord, we are one and the same. We are equal. Hakuna mtu ambaye anatoka Kisumu, hakuna mtu anatoka katika maeneo ya kati. Sisi sote katika nyumba ya Mungu ni moja na tunatoshana. I love this. I am going to our Father's house. I'm going to my Father's house. Your Father's house. Our Father's house. That is, I am going where you belong. I am going where you are coming. Ninapenda inaposema kwamba naenda kwa nyumba ya baba yangu, baba yenu na baba yetu. Kwa maana mengine anasema kwamba ninaenda mahali ambapo ni kwenu. Amen. I am going to talk about the concept of family in the biblical way. Ninaenda kunena kuhusiana na muktadha wa familia kibibilia. If I were you, I pull it at my back statement pale kando. The concept of family, because it's a myriad of things. Muktadha wa familia kwa sababu kuna mambo mengi kabisa. Yes. Ndio. Because that is what blew up my mind. Kwa sababu hiyo ndio ambayo lilipua mawazo yangu. The concept of family. Muktadha wa familia. God's family. Familia ya Mungu. It's not a joke. Si mzaha. It's not a joke. Si mzaha. So he's addressing himself to the church as a family. Kwa hivyo anaangazia kanisa kama familia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wow. Bwana sifiwe. Will I even do a third of this thing? Let me try and rush. Wacha nijaribu niende kwa haraka. And so, na kwa hivyo, that is very humongous and very powerful. Hiyo ni kubwa kabisa. And that's why when he comes to the rapture of the church, you see the Lord addressing himself that this is for those who are the family of God. Na ndipo sinapokuja Bwana kunena kuhusiana na unyakuzi wa kanisa, anaangazia ya kwamba hii ni kwa ajili ya familia ya Mungu. Because in the main scripture of this conversation, he's talking about the rapture of the church. Kwa sababu sehemu nyeti katika andiko hili ananena kuhusiana na unyakuzi wa kanisa. And when it comes to the rapture of the church, he begins to say, this one I am addressing they that belong to the rapture of the church. Anaponena kuhusiana na ndugu na dada, hii ni kwa wale ambao ni ndugu katika unyakuzi wa kanisa. Unyakuzi wa kanisa ni kwa wale ambao ni ndugu na dada. I am addressing the family of God. Ninaangazia familia ya Mungu. I am addressing the people who are called by the name of the Lord. Ninaangazia wale wanaitwa kwa jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. That is very serious. Hiyo ni nyeti kabisa. Yes, very serious. Nyeti kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You know, the family of God. Wajua familia ya Mungu. What a thing to say. Ni jambo kubwa kiasi gani kusema? The family of God is the household of God. Familia ya Mungu ni watu wa jamii ya Mungu. We are the flocks of the house of God. Sisi ni watu wa Mungu. We are the kinsmen of the family of God. Sisi ni watu katika familia ya Mungu. Oh, we are the offsprings of the family of God. Sisi He talks about the offsprings. Ananena kuhusiana na uzao. We are the Kidrite of the family of God. Sisi ni uzao katika familia ya Mungu. We are affiliates, associates of the family of God. Sisi ni wajumuiya ya familia ya Mungu, sehemu ya familia ya Mungu. Okay, just let me blow you a bit. Blow up your mind a bit. Wacha nilipue mawazo yako kidogo. Give me 1 John 3:9 and amplified version by all means. I hope you understand why we are diving into various versions.
Natumaini unaelewa ni kwa nini tunaenda katika tafsiri mbalimbali. Because when I read a version here and you read your Bible, you realize what you have in your Bible is not there. Kwa sababu unaposoma tafsiri ile na kisha usome kile ambacho uko katika nayo katika Biblia yako, unagundua kwamba kile ambacho kiko pale hakiko katika Biblia yako. I am reading this scripture to raise the DNA of the family of God. Ninasoma kweli ili kuinua ile DNA ya familia ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Please don't sleep. Tafadhali usilale. Some of you are checking me from a distance like this. Baadhi yenu mnatazama kwa umbali namna hii. He says, no one who is born of God deliberately, knowingly, and habitually practice sin. Hakuna mtu aliyezaliwa na Mungu kwa kimaksudi, kwa kujua na kwa kuendelea anatenda dhambi. Because, Kwa sababu, listen to this, because. sikiza hii, kwa sababu. Because. Kwa sababu. Why? Because. Kwa sababu. God's seed. Mbegu ya Mungu. God's seed. Mbegu ya Mungu. God's seed. Mbegu ya Mungu. Hallelujah. 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 God's seed. Mbegu ya Mungu. God's seed. Mbegu ya Mungu. Mbegu ya Mungu. Mbegu ya Mungu. Meaning his principal life. Kanuni zake za maisha. Principal life. It's not that one. His principal life. In meaning, kielelezo cha maisha yake. Kielelezo cha maisha yake. His principal life. Kielelezo cha maisha yake. The essence of his righteous act. Kusudi ya yale matendo yake yenye haki Remains permanently in him. inabaki kwa kudumu ndani yake. Hawezi ngoa, hawezi futa, hawezi lima nje, inabaki hapo milele. The seed of God, God's seed. Mbegu ya Mungu. He says, Anasema in him who ndani is yake born again. He says, remains permanently in him who is born again, who is reborn for above. Okay, who is reborn from above, spiritual, transformed, renewed, and set apart for his purpose. What? inabaki kwa kudumu ndani yake, yeye aliyezaliwa mara tena, aliyebadilishwa, aliyefanywa upya na kuwekwa kando For his purpose. kwa ajili ya kusudi lake. And he who is born again cannot habitually live a life characterized by sin because he is born of God. That statement is very big when you go to 1 John and chapter number 5, I guess, down there, when he says, he who is born of God is he that overcomes the world. Yeye aliyezaliwa na Mungu ni yule ambaye anashinda ulimwengu. Aliye na mbegu ya Mungu, huyo ndiye anashinda ulimwengu. Aliye na mbegu ya Mungu ndiye ambaye anashinda ulimwengu. He says, Anasema live a life characterized by sin because he is born of God and longs to please him. hawezi kuishi maisha ya kuendelea katika dhambi kwa sababu mbegu ya Mungu ni yake na inampendeza. There's a word I was looking for. Kuna neno ambalo nilikuwa nikitafuta. I hope I get it. It looks like this version is different. Natumaini nitaipata, yaonekana tafsiri ni tofauti. But thank you for giving me that thing. Lakini asanteni kwa kunipatia hiyo kitu. It lies just like you gave me a cold Coca-Cola. Ni kama umenipatia Coca-Cola baridi. Is that the end of that scripture? Oh. Is that the end? Sio mwisho. Oh, thank you. So where are we? Where are we? Tulikuwa No wapi? one born, begotten of God, deliberately, knowingly, and habitually practices sin, for God's nature abides in him. Tell somebody, for God's nature abides in him. To abide, to abide is like this. He's not going anywhere. To abide is just like this. It's like, you know what? I am just here. I'm not. He abides in him.
ukaa ndani yake. Hakuna mtu ambaye amezaliwa na Mungu anaendelea kimakusudi kwa kujua na kuendelea kutenda dhambi, kwa maana ile asili ya Mungu inakaa ndani yake. His principal life, Ile maisha yake, his divine sperm. ile Hey. This is serious. ni nyeti. You know, when a mother gets expectant, it's out over a mingling of the father and the mother. But now for us, Lakini sasa kwetu sisi, he's saying, anasema, hallelujah, hallelujah, this issue of being born of God, Swali we la are kuzaliwa na carrying a Mungu. divine sperm. imebeba ile mbegu ya kiungu. What a thing to say. Ni jambo kubwa kiasi gani kusema. That can tell you how you cannot fall to sin. Yes. How can you fall to sin? If you are carrying the divine nature of God is abiding in you. You are carrying the seed of God, the seed of God that is growing every day. You cannot fall. Hiyo nakwambia jinsi ambavyo kama huwezi kuanguka, kwa sababu umebeba ile asili ya Mungu na ile mbegu ya Mungu imekaa ndani yako. Remains permanently within him, and he cannot practice sin because he is born begotten of God. He cannot practice sin because he is born and begotten of God. Inadumu na kukaa ndani yake, na kwa hivyo hawezi kamwe kuendelea na kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. I don't have time. Sina muda. Goodness. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Can I just run fast and say a few things? Wacha niseme maneno machache. On this side, are you getting something? Upande uje kuna kitu ambao mnapata? I hope you're reading the Bible. You know what? I'm doing what is called kuwa mchungaji. Wajua nafanya kile ambacho inaitwa kuwa mchungaji. Yes. Ndio. This is what is called to be a pastor. Hichi ndicho inaitwa kuwa mchungaji. Okay, let me take you a few scriptures. I want to get somewhere where I can start easy next Sunday. Will you allow me? Nataka kufika mahali ambapo nitaanza kirahisi Jumapili ambayo inakuja. Je, I mtaniruhusu? don't know whether you are, this thing is sinking the way it is sinking in me. Sijui kama jambo hili linazama jinsi ambavyo linazama ndani yangu. Anyway, let me go back. Acha nirudi. So, the family of the Lord, this is a very serious thing. Familia ya Mungu ni jambo nyeti ya kumaanisha kabisa. Meaning it is for the family of God, the church of Christ. Ni kwa ajili ya familia ya Mungu, kanisa la Kristo. And so you are the family of God because he wants to talk about the rapture of the church. Kwa hivyo nyinyi ni wa familia ya Mungu wakati ambapo anaanza kunena kuhusiana na unyakuzi wa kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana So asifiwe. meaning only those who believe that Jesus died for their sins and rose again and he gave them the gift of eternal life are the family of God. Kumaanisha ni wale tu ambao wanaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka tena na kuwapatia uzima wa milele au tunde wa familia wa Mungu. So if you believe the gospel and you're born again, then you become the family of God. Kumaanisha unapopokea injili na kuamini unafanyika wa familia ya Mungu. So this saying of brother and sister is essentially actually addressing himself to the family of God. Na kwa hivyo huku kusema ndugu na dada kwa hakika anaangazia familia ya Mungu. Okay. Jesus, what do I do? What do I do? Hebrews chapter number 2. Waibrania mlango wa pili. Give me NIV if you can go there. Nipatie tafsiri ya NIV kama unaweza kwenda pale. Let's start from 11. Wacha tuanzie 11. Please run there very fast. Tafadhali kimbia pale kwa haraka kabisa. Try and push me to 10 and let me just chungulia there and see how life is happening there.
Jaribu kunipea mstari wa 10 nione jinsi ambavyo hapo iko. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists. Ili I don't know if you read the Bible the way I'm reading. ukisoma Biblia jinsi ambavyo nasoma, I found out nilipata kugundua that where the mega prophets have gotten us, ya kwamba mahali ambapo manabii zaidi wa Bwana ametufikisha, you cannot join the camp that says, I read the Bible in 1 year. hawezi kujiunga And na finished. hawezi kujiunga na kile kikundi ambaye nasema kwamba nilisoma Biblia kwa mwaka moja nikamaliza. Because even in my personal devotion moments, I only read one scripture and it becomes the scripture the whole week. Na hata katika awamu yangu ya kibinafsi naposoma Biblia, nasoma tu andiko moja na inafanyika andiko langu ya wiki nzima. I'm interested in moving ahead, but I cannot. Ninajaribu kusonga mbele lakini siwezi. Because he pulls out just one word and I begin to navigate myself in the word of God like this, like this, like this. And I find myself on the other side. And I was reading Colossians chapter number 3. Okay. But now I'm somewhere else in another world. Naibua tu neno moja na naikisha naenda hivi na hivi kisha najipatia kwamba kumbe nilikuwa nasoma kitabu cha Kolosai. So he's saying, in bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom, Ili kuwaleta watu wengi katika utukufu, ilimpendeza Mungu kwa ajili yake na kwa kupitia yeye kila kitu. You translate this one. Your Bible is good, but translate me on this side. He's saying, I want you to translate, for whom and through whom everything exists. For whom and through whom everything exists. Kwa ajili yake na kupitia yeye kila kitu kipo. Yes, that statement is a message on its own. I can preach it the whole year. Kauli ni ujumbe kivyake, naweza kuhubiri mwaka moja nzima. He says, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Yeye kila kitu kilichopo kukamilisha mwanzilishi na wokovu kwa njia ya mateso. Pastor Morris, I can see you. Say, praise the Lord. In bringing many sons up. Please take me to the next scripture. Tafadhali nipeleke kwa andiko ambalo linafuata. Pope, the one who makes people holy, and those who are made holy are of the same family. If I were you, I pluck it. Yeye afanyaye watu kwa watakatifu na wale ambao hufanywa watakatifu wote hutoka katika jamaa moja. Kama ningalikuwa hebu ongelesha jirani yako hiyo maneno. Ongelesha jirani yako hiyo maneno. Nasema, both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. Yeye afanyaye watu kwa watakatifu na wale ambao hufanywa watakatifu wote hutoka katika jamaa moja. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. What a thing. Hivyo Yesu haoni aibu kuwaita ndugu na dada. Bwana, hebu ambia jirani yako pia afurahie kama mimi jamani. One day I preached this sermon when I was in Jogo Road. Siku moja nilihubiri ujumbe nilipokuwa kule Jogo Road. When he's saying, and God is not ashamed to be surnamed. Hivyo God, to be surnamed. We are surnamed after the name of God. Mungu haogopi tuitanishwe kwa jina lake. When they say the God of Jacob, the God of Moses, the God of Isaac, surnamed. Mungu haogopi tuitanishwe na jina lake. And he's saying, both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. Hao ni wa jamii moja. Yeye afanyaye watu kwa watakatifu na wale ambao wanafanywa kwa watakatifu wote ni wa jamii moja. So Jesus is not ashamed to call them
brothers and sisters, because he's the one that makes them holy, and they're the one that are made holy. So he's not ashamed to call them brothers and sisters, because he's the one. Hallelujah. Yesu haoni aibu kuitwa ndugu na dada zetu. Kutuita. Yesu haoni aibu kutuita sisi ndugu na dada, kwa sababu yeye ndiye anafanya sisi tuwe watakatifu, na vile vile sisi ndio tunafanywa tuwe watakatifu. Na kwa sababu hiyo haoni aibu ya kutuita ndugu na dada, jamani. Am I speaking to available people or absent? Or you took porridge in the morning? Or you did slightly half of this and this? When you feel like you're the only fish in the pond that is enjoying the water, then you wonder the other fishes in the pond, what's the problem? Wakati unahisi kana kwamba ndio samaki wa pekee ambao unafurahia ukiwa ndani ya bwawa, unashangaa ni nini mbaya nao samaki wengine. Okay, let's go. He says, I declare your name to my brothers and sisters. In the assembly, I will sing your praises. Look at what he says. Nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu na dada zangu. Mbele ya kusanyiko nitaimba sifa zako. Okay, let's continue. And again, I will put my trust in him. Tena nitaweka tumaini langu kwake. And again he says, here I am, and the children God has given me. Tena anasema niko hapa mimi pamoja na watoto Mungu alonipa. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani. What this scripture is tell somebody very big. Andiko hili ni kubwa kabisa. Can I say that again? Wacha niseme hiyo tena. He says, since the children have flesh, basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu and blood, damu, he too shared their humanity, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That in the act of Jesus putting on the body of flesh and blood, ya kwamba katika tendo la Yesu kuvaa mwili wa nyama na damu. Hallelujah. Hallelujah. And then at that point, alafu kwa wakati huo, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He goes to the cross. Anaenda msalabani. And he dies. Na anakufa. When he dies, wakati anakufa, just get back to where I was. Rudi mahali ambapo nilikuwa. He says, go back to the other verse. Tafadhali, Roho wa Bwana anajua kilicho cha maana kila siku. Na nashukuru sasa tunaelewa, tunapofanya mahubiri, hatuhubiri kwa sababu ya wewe na mimi, lakini kuna mwenyeji wa. There is the audience, okay? That is what he wants today. Praise the Lord. He says, and again I will put my trust in him. And again he says, here am I, and the children God has given me. And then he says, since the children have flesh and blood, the children that God has given me, I found out that they have flesh and blood. He too shared their humanity. Yeye pia akachukua mwili wa. Ndio afanye nini? So that he took their, he shared. He too shared. The one is shared. Yeye pia alishiriki. Shared their humanity, so that by his death he might
break the power of him who holds the power of death. This is where the epitome of raising the family of God is embedded. Yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani. That the act of sharing into their humanity, that is where he broke the back of the enemy, and the people who came out became brothers and sisters, God's family. Ya kwamba katika kule kushiriki katika ubinadamu wao, watu ambapo ndipo tulipoingia ndugu na dada, na watu ambao wanatokana pale ni watu wa familia ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He's saying, Anasema, for God to raise a family that belongs to God, Jesus had to become man. Even though he was God, he had to become man, so that when he became man, he could destroy the bondage the enemy had put on man, and finally release him. And when he released him, then the family of God was birthed out. The translator also forgot. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tupige Bwana makofi. She's saying, he's inviting the family of God to spend eternity with him. Kukaribisha familia ya Mungu ili iweze kuwa kwa umilele na yeye. Only those who belong to the family of God, he's saying he wants to take them to glory. Ni wale tu ambao katika familia ya Mungu anataka kuwapeleka katika utukufu. He says in the book of Galatians 6 and verse 10. Anasema katika kitabu cha Galatia 6 yake ndogo 10. Please run there very fast. Did I finish this scripture? I was reading up to 18. Just allow me to finish to 18. Hata kama nitasoma tu kwa haraka. Because there's a statement there. I pray I can catch it. Did I read up to 18? Can you? Oh, it's taking long. I am just reading, then we stop there, because that scripture is very powerful. Take me to 14. Okay. 15. And free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. Na kuweka huru wale wote ambao maisha yao ilishikwa katika utumwa kwa kuogopa kifo. For surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. Kwa hakika sio malaika naye wasaidia, lakini wazao wa Abrahamu. For this reason he had to be made like them. Kwa sababu hivi lazima aweke kama wao. Fully human in every way. Kikamilifu kwa binadamu kwa kila njia. In order that he might become a merciful and faithful high priest in the service to God. Ili aweze kuwa mwaminifu na mwenye rehema katika utume wa Mungu. And that he might make atonement for the sins of the people. Ili aweze kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi za watu. The key statement there is the first portion of that scripture. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Kwa sababu kwa hakika aliteseka wakati alijaribiwa, na yeye pia anaweza kusaidia wale ambao wanajaribiwa. Yes, that you can only understand their language when you become like them. Kwa sababu naweza tu kuelewa lugha yao ukiwa mmoja wao. But quickly, Galatians 6 verse 10 as I edge to the end of it now. Kwa haraka Galatia 6 aya ndogo 10. He says, anasema, therefore, as we have opportunity, tell your neighbor, as you have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of God, to the family of believers. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote wema, hasa wale wa jamaa ya waaminio.
jamaa ya waaminio. that you can miss to do anywhere else. Unaweza kosa kufanya yote yule, But when you meet the family of believers, the Lakini- family of God, please, when you have that opportunity, he says, let us do good to all people, but especially to those who belong to the family of God. anasema ya kwamba unaweza kufanya yote yule, lakini ukikutana na familia ya Kristo, basi anasema ya kwamba basi tuwatendee mema, haswa sana, Those who belong to the family of God. hasa sana wale walio katika familia ya Mungu. He's saying Anasema the family of God is priority. familia ya Mungu ni ya kipaumbele. That is the place to be. Hiyo ni mahali ya kukuwepo, Because we are tied for eternity. kwa sababu tumeshikanishwa hadi umilele. Our final end is heaven together if we make it. Umilele wetu ni kwamba tuweze kuingia mbinguni pamoja. Let us do good, especially to those who belong to the family of believers. Wote tuwatendee watu wote mema, haswa sana jamaa ya waaminio. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So who are these people, brothers and sisters? Kwa sababu hao ni watu wepi, ndugu na wadada. So you as a pastor, you as an elder, you as a brother, you as a sister in the house, you would want to know who are these brothers and sisters so that you can transform yourself into them. Kwa hivyo hata wewe ukiwa kama elder ama ukiwa kama mchungaji, unapenda kujua kama hao watu ambao wanaitwa familia wa Kristo, basi ni akina nani? And so he literally says, when you get born again, you literally are joined into the family of God. Anasema kama ukiokoka tu mara hivi, unajiunga na familia ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. That's why the scripture I read earlier on before in Matthew 12 verse, I guess it was 40 what? 40 something, 40 what? Matthew's, I guess, 48, 50 thereabout. He says, he is my brother and my sister and my mother. The one that does the will of God is the one I call my brother, I call my sister, I call my mother. Andiko nasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo ya kwamba yeyote yule afanyaye matakwa ya Mungu, yeye ndiye ndugu yangu, yeye ndiye dada yangu, na pia yeye ndiyo baba na mama yangu. Hallelujah. Hallelujah. Do you have something called the Messenger Bible? Je, kuna kitu wanaita Messenger Bible? Do you have people there? Do you have it? The Messenger Bible. Say yes or no so that we can move with speed. Okay, somebody open for me Proverbs 17 and 17. Methali aya 17 aya kidogo 70. I need to finish. Napaswa kumaliza. Whoever does God's will is my brother and sister and my mother. That's okay. But I want this other one. Are you going to take forever so that I can just read from my Bible? Proverbs 17, if you get it, jump there, read for me. Mithali 17. Just read it in Swahili. Mithali 17 aya yake ndogo 17 linasema, rafiki hupenda wakati wote, naye ndugu amezaliwa kwa ajili ya wakati wa shida. A friend loves at all times. Rafiki hupenda wakati wote, And a brother is born for a time of diversity. naye ndugu Adversity. amezaliwa kwa ajili ya wakati wa shida. Is that the messenger? No. It's this one. Okay. Let's just forget about it so that I can move. A friend loves at all times. Rafiki hupenda wakati wote, And a brother is born for a time of adversity. lakini ndugu
amezaliwa kwa ajili wakati wa shida. Actually, when you read this scripture, you begin to realize he's literally saying you need to live well with the next neighbor. Ukisoma ile andiko nasema kwamba unapaswa kuishi vyema na jirani aliye karibu na wewe. You need to live well with the next colleague at work. Unapaswa kuishi vyema na yule mtu mnayefanya naye kazi pamoja. Because when you fall down there, kwa sababu ukianguka hapo chini, it's not your blood brother who's going to pick you there. Sio ndugu yako wa kuzaliwa anaenda kukuokota pale. And rush you to hospital. Na kupeleka hospitali. He will be coming as you are rushed there. Atakuja wakati unapelekwa pale. And he says a friend loves at all times. Anasema kwamba rafiki anapenda kwa wakati wote. But a brother is born for okay. A friend loves through all kinds of weather. Marafiki upenda kwa wakati wote. Is it this one? Now you got it. Yeah, this is what I was looking for. Now just see what I was going to miss. Look, the previous scripture I read and this one now. It says, friends love through all kinds of weather. Anasema ya kwamba marafiki upenda kwa wakati wote. But families, lakini familia, stick together in all kinds of trouble. Ushikana pamoja kwa kila aina ya shida. This is what I was looking for. Hilo nilikuwa natafuta. Hallelujah. 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 He says, anasema, friends love through all kinds of weather. You know, weather is just morning, it's raining, evening, it's not raining. Marafiki ukaa pamoja kwa ajili ya mazingira yote. Kunaweza kunyesha ama kusinyeshe. Yeah, weather is for a time. But he says, hali ya anga ni nafasi tu kidogo. But families, lakini familia, stick together hushikanika pamoja in all kind of trouble, including all weathers, including everything, all kinds of trouble. They stick together. Familia hushikanishwa pamoja kwa aina yote ya shida, kwa aina yote ya hali ya anga. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Thank you for giving me that scripture. I feel like I've just taken a cold Coca-Cola. He says, anasema, friends love through all kinds of weather. Marafiki upenda kwa wakati wa aina yote ya hali ya anga. And families, lakini familia, stick together in all kind of trouble. Zinashikanishwa pamoja kwa wakati wote wa shida. We are a family. Sisi ni familia. We need to stick together. Tunapaswa kushikanishwa pamoja. It does not matter what we're going through. It does not matter what has happened. It does not matter what somebody told you. We are a family. Sisi ni familia. Families stick together in all kinds of trouble, in all kinds of challenges, in all kinds of issues, in all kinds of abuse, in all kinds of all the above. Families stick together, stick together, stick together, stick together, stick together in all kinds of trouble. Tukishikanishwa pamoja, tushikanishwe pamoja, tushikanishwe pamoja kwa kila aina ya dhiki. Help me tell your neighbor. I am finishing. Namaliza. Look. Tazama. Look, come, please. Kuja tafadhali. Families stick together familia in all kinds of trouble. In all kinds of trouble, they stick together. Wanashikanisha pamoja. Families stick together in all kinds of trouble. In all kinds of trouble, they stick together. Wanashikanisha pamoja. Ambia nani wacha hiyo yako. Wacha hiyo yako. Wacha kabisa. Wacha kabisa. Ati sasa mimi hata sitaki hata hiyo fellowship sitaki. Nikifikiria nasikia kutapika. Hao watu wamenisinya. Sitaki mambo yao watu wamenisinya. God, let's go back. Friends love through all kinds of weather. But families stick together in all kinds of trouble. In all kinds of trouble. Whether it is death, whether it is abuse, whether it's rejection, whether they have just to,
are not eating, whether you have no money, in all kinds of trouble, families stick together. Anasema ya kwamba marafiki hukuua katika wakati wote wa hali ya nganga, lakini familia hushikanishwa kwa pamoja kwa ile jina ile dhiki. Haijalishi ni njaa ama iwe ni ugonjwa ama iwe ni nini, wa familia wanashikanishwa kwa pamoja. Hallelujah. Hallelujah. Turn to a neighbor for me. We are a family. Sisi ni familia. We are a family. Sisi ni familia. We are a family. Sisi ni familia. We will stick together. Tutashikanisha We will stick pamoja. together. Tutashikanisha We will pamoja. stick together. In all kinds of trouble. We will stick together. Tutashikanisha pamoja. Ambia jamaa wacha hiyo ingine. Wacha hiyo ingine. Wacha kabisa. Wacha kabisa. Ambia itoke na mlango ya nyuma. Toka kwa mlango ya nyuma. Ambia itoke na mlango ya nyuma. Toka na mlango ya nyuma. Hatutaki kuiona hata na mlango ya mbele. Kwa maana sisi tunajua familia zinafanya nini? Zinashikanishwa pamoja. Kwa aina yote ya shida. Yes, in all kinds of trouble, families stick together. Stick together. The family of Buruburu has to stick together. In all kinds of trouble, the family of Buruburu has to stick together. Because that is the word of God. Yes. Familia ya Buruburu lazima zishikanishwe pamoja kwa sababu hilo ndio neno la Kristo. Yes. Hallelujah. 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 Let me read once more again. Just allow me just enjoy this scripture. Friends, love through all kinds of weather. Marafiki hupenda kwa aina yote ya hali ya anga. Yeah, you know weather is not season. Unajua ya kwamba hali ya anga sio kitu ya kudumu. Weather can just be in the morning. Hali ya anga inaweza kuwa tu asubuhi peke So yake. that is the portion given to friends. Hiyo ndiyo nafasi ambayo imepewa kwa marafiki. But when it comes to season Lakini ikifikia misemo and all times, na wakati wote it's given to family. imepeana kwa familia. It's given to family. Imepeana kwa familia. That's why we cannot hear you are sick. Ndipo tunasema We mgonjwa. cannot hear you have been shut down. I mean, the landlord has put 10 padlocks on your house. We will walk there and tell the landlord, he is our family. He is our family. How much money do you need? We will pay you now and live with some pocket change because he is our family. Families stick together in hard times. Familia hushikanisha pamoja kwa wakati wa shida. Finished. Let us rise up. Wacha tuinuke. And why we haven't become a family, we need to address it today. Ni kwa nini hatujakuwa familia? Lazima tushughulikie leo Those nitty-gritty things hizo vitu vidogo vidogo that has pushed us away ambayo imetusukuma mbali and we have fallen apart. na tumeanguka And we have missed the treasure of becoming a family. na umekosa zenye kukuwa familia. We need to address it today. Lazima tushughulikie leo And tell the enemy, na tuambie adui we cannot continue this way. hatuwezi kuendelea We hivi. won't allow you. Hatutakuruhusu. You cannot. Hautaweza. You cannot. Hautaweza. Because Kwa sababu Jesus, Yesu he told me, aliniita. he is going. Aliniambia, Aliniambia he's going anaenda to his father. kwa babake. Our father. Kwa babake. My father. Baba yangu. Our father. Baba yetu. My father. Baba Is yangu. where Jesus is. Jamani Yesu yupo. And because of that, Kwa sababu ya hiyo I have the confidence beyond every other niko jasiri kama tuko that pamoja. I have a father Niko na baba yangu who sent his son to the cross, aliyetuma mwanawe msalabani that I may finally be adopted in the family of God. ili hatimaye uweze kushikiliwa katika familia ya I Mungu. will not address myself Sitajilisha peke yangu with the family of the kwa devil, familia ya shetani with the family of hatred, na shetani wa with the family of kwa rejection, familia ya kukataliwa with the family of gossip, kwa familia ya with the family kudanganya of slander. kwa familia ya I kudanganya. choose the family of God. Nimechagua familia ya I Mungu. choose the family of Nimechagua God. familia ya Mungu. I choose the family of Nimechagua God familia ya Mungu. that sticks together Wanakaa in pamoja. all kinds of trouble. Kwa yote ya
and forget